ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس اعلموا أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة، وأن كل ضلالة في النار. Ndugu zangu, baada ya kumhimidi Allah jalla sha'nuhu na kumswalia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, leo tunaendelea na darsa yetu ambayo leo tumeifanya iwe ni sehemu ya muhadhara kutokana na nukta tuliyofikia katika darsa yetu iliyopita. Pale tulipokuwa tukizungumzia masala yanayohusiana na aljamaa, tukawa tumebainisha kwamba msimamo wetu katika da'wa hii ya Ahlus Sunna, da'wa ya salafia, ni kushikamana na jamaa, na kadhalika tukawa tumebainisha kwamba wapo watu ambao wao wanaona kwamba sisi tunafarikisha jamaa. Tukajaribu kuyabainisha hayo na baadhi ya makundi tukawa tumeyataja, na tukaahidi kwamba darasa ya leo tutakuwa ni wenye kuzungumzia kundi maarufu sana pamoja na wasaidizi wao ambao wao wanatutuhumu hivi kwamba tunafarikisha jamaa. Mara wanatuita wanafiki, mara wanasema mvibaraka na kadha wa kadha, maneno mengi husema juu ya da'wa ya salafia, da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Kundi hilo kubwa tukalitaja kuwa ni kundi la al-ikhwan, ikhwanul muslimin. Ni miongoni mwa makundi ambayo yanatutuhumu kwamba sisi tunafarikisha jamaa, lakini tukasema sababu za kusema hivyo ni kutokana na kaida yao walioiasis, linajtamia fima ittafaqna alayhi waliyadhura ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Tuungane kwa yale ambayo tumeafikiana na tupeane udhuru baadhi yetu kwa baadhi kwa yale ambayo tumeikhtilafiana, kwa sababu wao wanataka kukusanya kila mmoja. Basi sisi tunaponasihiana na kubainisha itikadi zetu na manhaji yetu, mambo haya yanaonekana kwamba yanafarikisha jamaa, tuache watu waungane tu. Kwa hiyo ikhwanul muslimin wakawa ni watu ambao wanatushambulia katika hili. Ndugu zangu, tunafahamu kwamba jambo hili zito la kuzungumza, hasa kuwataja baadhi ya watu katika dawa hii, wale waliokhalifu,
lakini pale inapokuwa imelazimu tunakuwa tunabudi kuidhihirisha dawa ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tunaogopa kuificha haki ili hali tunaona kwamba hii ndio haki. Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, hakika wale ambao wanaficha yale ambayo tumeyateremsha mnamo ubainifu na mwongozo kwa watu, mwongozo ambao umo ndani ya kitabu chetu, hakika wale wanaoficha hayo, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, hao ndio ambao Allah anawalaani na wanawalaani kila wenye kulaani. Kwa hiyo sisi hatutaki kufikia kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuificha haki hali ya kuwa tunaiona na tunaifahamu. Ndugu zangu, dawa hii ya salafia kama tulivyoibainisha katika darasa zetu kabla ya muhadhara wa leo, ni dawa ambayo imebebwa na maimamu wakubwa, na wakati mwingine tunaona haya tunapoizungumzia dawa hii, wakati walioibeba ni maimamu wakubwa sana wenye heshima na hadhi za juu, lakini inalazimu pale ambapo tunaona kuna haja na hitajio la kufanya hivyo na kubainisha, lakini huku tukikiri kwamba dawa hii imebebwa na maimamu wakubwa tangu zama hizo mpaka leo hii. Ndugu zangu, fahamuni ya kwamba inapokuwa hii ndio haki, hatuhofii sisi kuidhihirisha, tukiamini kwamba ndiyo yenye kudumu na ndiyo itakayowafikisha watu kufaulu huko akhera. Ama maneno mengineyo na harakati nyinginezo zinakuwa ni zabadu, ni mapovu, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaan wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkuthu fil ardh. Ama yale ambayo ni mapovu, yale mapovu huondoka, ni yenye kuondoka, watu wafahamu kwamba ni yenye kupotea, yakapotea katika ardhi hii, hayaonekani tena. Lakini kila ambacho kinawanufaisha watu ni chenye kubaki katika ardhi hii, na Allah subhanahu wa ta'ala anatia nguvu pale ambapo inakuwa hii ni haki. Qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa, sema imekuja haki na batili imejitenga, hakika siku zote batili ni yenye kujitenga ikakaa pembeni. Ndugu zangu, katika muhadhara wetu wa leo hii tunapozungumzia ikhwanul muslimun, hao walioko huko ilikoanzishwa jumuiya hii, jumuiya ambayo ina nembo ya dini, lakini kwa hakika kama tutaona kauli za wanawachuoni, ni jumuiya ambayo imeanzishwa dhidi ya dini, sio kuisaidia dini, bali ni kuibomoa na kuichafua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, jumuiya hiyo huko ilikotoka ikawa vile vile imerithiwa na baadhi ya watu hapa nchini kwetu. Baadhi ya watu hao wakawa wanaitumikia jumuiya hiyo. Wapo ambao wameingia kwa kufahamu kwamba wana malengo hayo, lakini vile vile wapo ambao wameingia pasina kujua, wakijua wanaingia kwa ajili ya kuitetea dini, kumbe ni wanabebwa na mawazo na fikra ambazo ni zenye kuchezea Uislamu, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, jumuiya hiyo ya ikhwanul muslimun ambayo tulitaja ndio hii ambayo tunaibainisha na kubainisha baadhi ya wasaidizi wake katika maeneo yetu, hasa hapa mkoani kwetu. Wakiwa wakubwa ni wale ambao wamefahamika kwa nembo ya kwamba wao ni wasomi, lakini tunabainisha kwa sababu wao wanaichafua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunabainisha kwa sababu wao wanaichafua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na tunatahadharisha watu na uchafuzi wa namna hii. Hawa ambao wanajiita wasomi katika maeneo ambayo ni ya chuo cha Uislamu,
chenye nembo ya dini ya Uislamu, lakini kwa hakika wengi wa wale ambao wanatafsiriwa kuwa ni wasomi katika chuo hicho ni maikhwan, ikhwani ambao unasema vibaya katika da'wa ya ahli sunna wal jamaa, na ni wenye kuipinga da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Ndugu zangu, chuo hicho cha Uislamu tutabainisha kwamba ni chuo ambacho ni mtoto wa ikhwanul muslimun. Ikhwanul muslimin, kwa wale waliojua watafahamu kwamba ndio hivyo, na kwa wale ambao hawakujua watapambanukiwa kwamba hali ndio iko hivyo. Ni mtoto wa ikhwan. Tutabainisha kwa mujibu wa tarehe inavyoonyesha ikhwan ulivyo na alama zao, kadhalika na mazingira ambayo ndiyo yenye kuendelea katika maeneo hayo, na uchafuzi wa dini kwa lengo la kuwarudisha watu katika dini sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, ikhwan ni jumuiya ambayo ilianzishwa mnamo mwaka wa 1928 huko nchini Misri, na mwanzilishi wake mkubwa akiwa ni Hassan al-Banna akishirikiana na Sayyid Qutb ambaye alimuunga mkono baada ya kuwa tayari jumuiya hiyo imeshaanzishwa. Hassan al-Banna ni katika watu ambao hawakuwa watu wa sunna wala hawakushikamana na sunna, bali walikuwa ni makhurafi ambao historia yao inaonyesha kwamba alikuwa ni khurafi, tena mwenye kuabudu katika tarika ya Hisafia Ashadhiliya, na baadhi ya kasaida ambazo alikuwa akiziimba, ambazo kasida hizo ndani yake kumejaa maneno ya shirki, ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyu baada ya kuanzisha jumuiya hiyo akawa ameshirikiana na baadhi ya ndugu zake, baadhi ya watu wakiwemo Sayyid Qutb na wengineo, wakaitengeneza kwa uzuri jumuiya hiyo kwa mtazamo wao na malengo yao, wakiwa na lengo kubwa sana la kushika dola ya Kiislamu au kusimamisha dola ya Kiislamu nchini Misri, dola ambayo walitegemea waisimamishe kwa namna yote ile, almradi kiwe chenye kuhukumu ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndio yalikuwa malengo yao, ambao kwa sura ya dhahiria unaona kwamba ni jambo ambalo ni zuri, kwamba wao wanakusudia kusimamisha dola ambayo inamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kuondoa utawala wa kidhalim ambao wao wakiitakidi kwamba ni utawala wa kishirki. Wanataka waondoe utawala wa kishirki, utawala wa kikufuru, halafu waweke utawala wenye kusimamia dini kwa mujibu wa kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, watu hao wakawa wamepotea na wakawa wameenda mbali kabisa na kitabu na sunna, kile ambacho walikuwa wanakusudia kukisimamisha na kukitetea. Watu hao katika mambo waliyofanya ni mengi sana, na muamala wao waliokuwa wanakwenda nao unaenda kinyume na kitabu na sunna kama tutakavyobainisha. Lakini mwanzo nakusudia tubainishe kwa watu wapambanukiwe kwamba ikhwanul muslimun si katika ahlus sunna wal jamaa, si katika ahlus sunna. Hilo jambo la kwanza ambalo nataka tulibainishe kwa mujibu wa kauli za wanawachuoni ambao wamefanya utafiti. Wameiona jamaa hii tangu ilivyoanzishwa, namna inavyokwenda na waanzilishi wake, wakaona kwamba mambo yanayofanyika yanapinga kitabu na sunna, yanapinga sunna. Miongoni mwa watu hao nitaanza kuitaja kauli ya al-Imam mwanawachuoni mkubwa al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alayhi. Ni mwanachuoni mkubwa ambaye ni maarufu, anafahamika katika fikra za walio wengi na katika masikio ya walio wengi na katika macho ya walio wengi kusoma vitabu vyake. Ni mwanachuoni maarufu sana, ni katika wanachuoni ambao wanategemewa katika dawa hii Ahlus Sunna wal Jamaa. Suila rahimahullahu, aliulizwa mwanachuoni huyu kuhusiana na ikhwanul muslimin, ahsana Allahu ilaik. Muulizaji akamwambia ahsana Allahu ilaik,
حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في افتراق الأمم قوله صلى الله عليه وآله وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحديث. aliulizwa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akufanyia uzuri kuhusiana na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana akitaka kubainishiwa kwa uzuri kuhusiana na hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposema, hakika utagawanyika umma wangu katika makundi 73, makundi yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja. Fahal jama'atu at-tabligh ala ma indahum min ash-shirkiyat wa bid'ah, je, jama'atu at-tabligh juu ya yale ambayo wako nayo mnamo mambo ya kishirki na mambo ya uzushi, wa jama'at ikhwanul muslimin, na jamaa ya ikhwanul muslimin ala ma indahum min at-tahazzub, katika yale walionayo miongoni mwa tahazzub mwa hizbia wa shaql lil-usa, na kupasua kamba ya waislamu walioshikamana kwa pamoja ala ulati al-amri, juu ya kiongozi wa jambo, yani kiongozi wa nchi wao ikhwanul muslimun, kwa sababu lengo lao ni kuwafanya watu wapingane na utawala ambao uko katika nchi, endapo utawala huo si juu ya kitabu na sunna, sio utawala wa kisheria. Je, jambo lao hili walilonalo, hal hatani alfirqatani tadkhulani fil firaqil halika, je, makundi haya makubwa mawili yanaingia katika makundi yenye kuangamia, yani yale makundi 72? Ikiwa Uislamu utagawanyika makundi 73, je, moja litakaloingia poponi na haya mengine 72 ambayo yenye kuingia motoni, yenye kuangamia, je, haya makundi jamaatu tabligh na ikhwanul muslimin ni katika makundi haya yenye kuangamia? Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala akasema hivi, tadkhul fil 72, makundi haya yanaingia katika makundi 72. Wa man khalafa aqidata ahli sunnati wal jamaa, na mwenye kuikhalifu itikadi ahli sunna wal jamaa, dakhala fil 2, ataingia katika makundi hayo, dakhala fil 72, ataingia katika hayo makundi 72. Kwa hiyo Imam Ibn Baz anahukumu ya kwamba ikhwanul muslimin si katika makundi ahli sunna, bali ni makundi 70, katika makundi 72 yenye kuangamia. Ndugu zangu, ikiwa hao waanzilishi huko Misri wakawa wamezaa baadhi ya viongozi au wasimamizi au wanawachuoni wanaonekana mumu, ikiwa ni katika wale ambao wanaingia katika makundi 72 ambayo ni halika yenye kuangamia, vipi muamala wetu sisi na wao na mtazamo wetu sisi na wao, na kuona kwamba wao ni wenye kusimamia chuo chenye kuleta ukombozi katika mazingira yetu na nchi yetu katika jamii ya Waislamu? Vipi mtazamo wetu juu ya watu hawa? Bila shaka litakubainikia hili tutakapokuwa tumebainisha sifa zao nyinginezo zifuatazo biidhnillah. Kadhalika aliulizwa mwanachuoni al-fadilatu al-shaykh al-allama Salih ibn Fawzan al-Fawzani hafidhahullah, aliulizwa hal hadhihi al-jamaa, je, jamaa hii ya ikhwanul muslimun tadkhulu fil 72 firqatul halika, inaingia katika makundi 72 mnamo makundi yenye kuangamia? Faqala, akasema Sheikh Fawzani, naam, ndio. Kullu man khalafa ahli sunnati wal jamaa, kila atakayekhalifiana na ahli sunna wal jamaa, mimman yantasibu ila al-islam, katika wale wote wanaojinasibisha na Uislamu, fi da'wa, akakhalifiana nao katika masala ya dawa, au fil aqida, au akakhalifiana nao katika misingi ya aqida, au fi shay'in min usul al-iman, au akakhalifiana nao katika kitu chochote mnamo misingi ya iman, fa innahu yadkhulu fil 2,
was-70 firqa, hakika yeye ataingia katika makundi 72 miongoni mwa makundi ambayo ni makundi yenye kuangamia. Naam ndugu zangu, kadhalika aliulizwa al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala kuhusiana na jamaa ya Ikhwanul Muslimin. Akaulizwa kuhusiana na jamaa ya Ikhwanul Muslimin, je, hawa jamaa ya Ikhwanul Muslimun ni miongoni, hal hatani al-firqatani, je makundi haya makubwa mawili, hal hatani al-firqatani, je makundi haya mawili min al-ithnatayn was-70 firqa, ni miongoni mwa makundi 72 ambayo ni miongoni mwa makundi 72 yenye kuangamia, au min ahli sunnah wal jamaa, au ni miongoni mwa ahli sunna wal jamaa? Akajibu al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah ta'ala akasema, laysa sawaban an yuqal, si sawasawa kusema inna al-ikhwan al-muslimin, hakika ikhwan al-muslimin hum min ahli sunnah, kusema kwamba wao ni katika watu wa sunna, liannahum yuharibuna sunnah, kwa sababu wao wanaipiga vita sunna. Naam, hao ikhwan si sawa sawa kusema kwamba wao ni katika watu wa sunna. Kwa nini? Kwa sababu wao wanaipiga vita sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa tutataja mifano ya ikhwan huko, alafu tutaonyesha mifano ya ikhwan hapa Tanzania, lakini sana sana tutawataja maikhwani hapa Morogoro ili upambanukiwe kwamba je, hawa ni katika watu wa sunna au ni katika watu wanaopiga vita sunna na kuleta vurugu. Hili jambo litakupambanukia biidhnillahi wa biaunihi jalla sha'nuhu, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili litakupambanukia kwamba hawa watu wanaipiga vita sunna, watu wa Mungu ni watoto wa ikhwan ambao kazi yao ni kuipiga vita sunna wala si kuilinda sunna. Muslim University of Morogoro, chuo kikuu cha Uislamu Morogoro. Tataja alama ya kwanza miongoni mwa alama walizokuwa nazo maikhwani hawa waasisi wao. Katika alama miongoni mwa alama walizokuwa nazo, wao walikuwa ni makhurafi. Muasisi wao walikuwa ni khurafi. Hassan al-Banna yeye ni khurafi ambaye anaonekana akishiriki katika masala ya maadhimisho ya maulidi, ambayo hayo yeye akitunga na kuimba baadhi ya kaswida ambazo ndani yake kuna mambo ya kishirki. Sallal ilahu ala an-nur alladhi dhahara lil'alamin fafaqa ash-shamsa wal qamara, hadha al-habib ma'a al-ashab qad adara wa samaha al-kull fima qad mala wa jara. Haya ni mashairi ambayo alikuwa akiyaimba Hassan al-Banna, ambaye anaonyesha kwamba yeye alikuwa ni khurafi wala hakuwa mtu wa sunna, hakushikamana na kitabu na sunna. Mashairi ambayo yanaonyesha kwamba wakati wamesimama wakiadhimisha maulidi yale, ati Muhammad anakuja pamoja na masahaba wake, shirki, Muhammad ameshakufa. Kadhalika anaonyesha kwamba anakuja na anasamehe watu wote katika madhambi yaliyotokea na yaliyopita miongoni mwao, anawasamehe. Muhammad hasamehe madhambi, anayesamehe ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyu muasisi wao alikuwa ni khurafi. Sasa miongoni mwa alama ya kwanza tunayobainisha kwamba wale makhurafi, ikhwanul muslimun, walikuwa ni makhurafi, na ikhwani wa leo tulionao hapa Muslim University of Morogoro ni makhurafi. Alama ya kwanza ni ukhurafi wao. Hii tunaibainisha vile vile kwa watu wa Mungu. Utaona kwamba miongoni mwa mambo ambayo wako nayo ni ukhurafi wa kuadhimisha maulidi kama haya aliyoadhimisha Hassan al-Banna, kwa sababu Hassan al-Banna yeye alikuwa akiadhimisha maulidi, basi na wafuasi wake na maikhwani wote utakuta mambo haya wala hawako mbali nayo. Utaona Mungu karibia kila mwaka mara nyingi sana utakuta wakifanya maulidi ya kuzaliwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale ambao wanaonekana kama vile ni watu wa sunna wao mle wanaimba na kufanya yale mambo ambayo wanafanya maikhwani wengine, yale mambo yanayofanyika ya kikhurafi wanaonekana wakifanya hivyo. Hata miaka hii ya karibuni, mwaka juzi, mwaka jana, wafanyika maulidi kama hayo hapa Mungu, na wameshiriki wote
au wengi katika wale ambao ni wafanyakazi wa Mungu ambao onekana kama vile wana elimu ya dini, wakiwemo madaktari wanafahamika, wakiwemo baadhi ya walimu wafundishaji kina Bilal Majuba na wengineo, ni watu ambao wameshiriki tena mbele ya jukwaa, sehemu ambako wao wanaonyesha kwamba wanasimamia kitabu na sunna, lakini kwa sababu ya ukhurafi wa kiikhwani hawafichi jambo hilo la kudhihirisha ukhurafi wao. Ndugu zangu, hiyo ni alama ya kwanza ambayo tunahitaja ya kudhihirisha kwamba wao ni maikhwan wala si watu wa sunna, hawasimamii kitabu na sunna. Nasi tunafahamu kwamba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Yeyote atakayeanzisha jambo la atakayezua katika dini yetu hii jambo ambalo halimo, atujalifundisha, afahamu ya kwamba jambo hilo atarudishiwa yeye. Hadithi ya Aisha radhiallahu anha. Lakini wao maikhwani, kwa sababu ya lengo lao kubwa la kutaka kuunganisha watu wote atu wapate nguvu waweze kuipindua serikali na nchi, wanaona wasiposhiriki katika maulidi kama hizi watawakosa watu. Kwa lengo lao ni kwamba watafute wingi na ujumuiya, na hivi waweze kukusanya kila mmoja ili waweze kufikia malengo yao, mambo ambayo yameasisiwa na Mashia bali yameigwa kama anavyosema Sheikhul Islam bin Taymiyyah, anatokana na mila ya Kiyahudi na Kinaswara. Wakati Manaswara wakaadhimisha kuzaliwa kwa Nabii Isa, Mashia nao wakaadhimisha kuzaliwa kwa Muhammad ibn Abdullah, kisha Waislamu pia nao wakaingia kuadhimisha jambo hili ambalo halijatokana na dini yetu wala halimo katika kitabu wala sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa alama ya kwanza inayothibitisha kwamba Mungu, wahusika wakubwa wa Mungu ni maikhwani, ni ukhurafi wao ambao hawauachi. Sifa ya pili, la yubaluna mas'alata al-ikhtilaf baina ar-rijali wan-nisaa. Sisi tulitegemea Waislamu wachunge nidhamu ya Kiislamu, hawajali mas'ala ya ikhtilaf baina ar-rijali wan-nisaa. Mas'ala ya ikhtilaf baina ar-rijali wan-nisaa, michanganyiko baina wanawake na wanaume kama nidhamu ya Kiislamu ilivyo, Mungu pale hawajali jambo hilo. Na utakuta mambo haya wako nayo katika sehemu zao nyingi sana. Utakuta mambo haya wako nayo katika sehemu zao nyingi sana, katika maeneo mbalimbali. Ukianzia kwa kiongozi mkuu wa chuo. Kiongozi mkuu wa chuo utakuta katika ofisi yake ana msaidizi wake ambao anamuita secretary, ni mwanamke. Na hatukutegemea kama nidhamu ya Kiislamu kufanyika jambo ambalo linafanana hivi. Lakini huu ni ikhwan, ni ikhwani ambao wako nao hawa maikhwan ambao wao wanaficha nembo ya ikhwan, wakidhihirisha nembo kwamba wao ni watu wa sunna. Angalia katika kitabu hiki Al-Kalimatul Amma lilmar'ati almuslimati almu'asira, katika kitabu hiki ambacho ni mashuhuri na maarufu sana, ambacho kimeandikwa na Muhammad Amin Musa alim. Kitabu hiki ameandika katika sehemu ambazo ni haram ikhtilatu baina ar-rijali wan-nisaa kwa mujibu wa nidhamu ya Kiislamu. Sisi tunazungumza sisi kwa mujibu wa nidhamu ya Kiislamu, hatuzungumzi kwa mujibu wa nidhamu za serikali, kwa mujibu wa nidhamu za Kiyahudi, za Kinaswara, kwa mujibu wa nidhamu za Kiislamu. Akataja katika sehemu ya 51 ambazo haifai ikhtilatu baina ar-rijal, akasema al-amalu fi wadhifati as-sekretira, kufanya kazi katika wadhifa na nafasi ya secretary, lima fihi min wuduhi at-tabarruj wal khulwati al-muharrama, katika yale mambo yanayopatikana na mambo ya kupelekea at-tabarruj, mwanamke kuwa hovyo, kadhalika na kukaa faragha baina ya mwanamke na mwanamume. Lakini utakuta mkuu wa chuo kiingia tu pale Mungu, secretary mwanamke. Hii si nidhamu ya Kiislamu, na hawa ni maikhwan. Kwa nini tunasema ni maikhwan? Ni maikhwan kwa sababu waasis wakubwa wao hawakujali jambo la ikhtilatu baina ar-rijal wan-nisaa. Maikhwan walikuwa hawajali jambo hili, na ndio maana utakuta katika vikao vyao na vikundi vyao, wakati wanaandamana, wakati wanajipanga katika vikao vingine vya usiku kwa ajili ya kuipindua serikali, walikuwa wakishirikiana mpaka na wanawake. Ukisoma kitabu hiki ambacho niko nacho hapa cha Zainab al-Ghazal, kitabu hiki kimeandikwa na huyu mwanamke anaitwa Zainab al-Ghazal. Mwanamke huyu anaeleza kitabu hiki, anasema matukio katika maisha yangu au matukio katika uhai wangu. Kitabu hiki kipo kilichoandikwa cha Kiarabu, kadhalika kikafanywa tarjama cha Kiingereza, na hiki kimefanywa tarjama kwa Kiswahili. Na waliofanya tarjama kwa Kiswahili ni hawa wanaojiita IPC, Islamic Propagation Center, ambao na baadhi ya vituo vinafahamika Ubungo Islamic, kadhalika Kilinjiko na sehemu nyinginezo wanafahamika IPC. Hawa ni maikhwani wakubwa, ndio maana wamekifanyia tarjama
wakakitafsiri kitabu cha huyu mwikhwan Zainab al-Ghazali, kitabu ambacho tunaona hakina nidhamu ya dini. Zainab al-Ghazali anaelezea maisha yake, namna alivyochukuliwa na kina Hassan al-Banna na Said Qutb, akawa anashirikiana nao katika kazi zao, namna ambavyo alikuwa akitumika kwa ajili ya kufanya jambo mbalimbali na kuwakusanya kina mama na kuwapa fikra za kujipamba na zile tabia za kuwa na ujasiri wa kutaka kuipindua serikali ya Misri wakati huo ikisimamiwa na Jamal Nasr. Naam. Kwa hiyo wakati huo serikali hiyo ikawa inapangiwa miongoni mwa njama zinazofanya kwa ajili ya kuipindua serikali hiyo, akiwemo huyu mwanamke anaitwa Zainab al-Ghazali. Na ukisoma kitabu hiki kwa urefu sana utagundua namna ambavyo kilikuwa hakijali masala ya nidhamu ya Kiislamu, nidhamu ambayo wao waasisi wa ikhwan walikuwa wajali nidhamu hiyo. Kwa hiyo kwa sababu wajali nidhamu ya Kiislamu ambayo imo katika kitabu na sunna, nidhamu ambayo haimo katika kitabu na sunna, walikuwa waijali nidhamu hiyo, basi ikawa mambo wanayofanya yanaenda katika mtindo wa vurugu, wakichanganyika katika vikao. Wakati mwingine huyu mwanamke anasema alikuwa amewekeana sharti na mume wake, hata akiitwa usiku aita kutoka saa 8 usiku kwenda kwenye vikao vya wanaharakati ambao vinapanga njama za kuipindua serikali ya Abdullah Nasir. Serikali ya Abdullah Nasir, kiongozi rais wa Misri wakati huo. Kwa hiyo vikao hivyo ambavyo vilikuwa kifanyika, urithi huo ndio umerithiwa na baadhi ya watu ambao tuko nao hapa Morogoro, wakijidai kwamba wanatetea sunna, lakini wao ni maikhwan, wamerithi tabia ambazo zimetoka huko, wala isimamii kitabu na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, ukifika Mungu utakuta mazingira yako namna hiyo. Sasa ikiwa watu wanasimamia kitabu na sunna, jambo la namna hiyo ambalo ni muhimu na ni la wajibu, na Allah subhanahu wa ta'ala katika tahadharisha katika Qur'ani sehemu nyingi sana, akatahadharisha jambo la ikhtilatu baina ar-rijali wan nisaa, michanganyiko baina ya wanawake na wanaume. Kwa nidhamu ya Kiislamu hatukutegemea tufike kwa kiongozi mkuu VC tukute kuna mambo ya namna hii, vice chancellor ana mambo ya namna hiyo ofisini kwake ambayo yanakhalifu Qur'ani na yanakhalifu sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, si dini, isipokuwa ni ikhwan ambao wameurithi kutoka kwa Said Qutb na Hassan al-Banna. Kadhalika utakuta masala ya ikhtilati sio ofisini kwake peke yake, bali katika nidhamu nyinginezo za michanganyiko, kadhalika katika kumbi kama kuna baadhi ya matukio, kadhalika madarasani, mpaka baadhi ya semina utakuta hakuna nidhamu ambayo ni sawa sawa. Sisi tujaribu kuhoji baadhi ya nidhamu, inakuwaje ninyi mnatumia nidhamu ambazo si nidhamu za kisheria? Tukajaribu kuhoji wakati sisi tuko pale. Ninyi ndugu zetu Waislamu, inakuwaje mnaanza kusema labda pengine wafanyakazi hawatoshi, vyumba havitoshi, lakini mathalan semina ina wanafunzi 30. Semina hiyo kwa mfano darasa group moja inaweza ikawa na makundi labda kama 10 ya semina. Semina group 1, semina group 2, up semina group 10. Semina group zote hizi wanachanganya, wanasema semina group ya kwanza kama ina wanafunzi 30, basi inawezekana 15 wawe ni wavulana au wanaume na 15 wawe ni wanawake. Nidhamu gani hii? Na ndani ya semina hiyo kigawa labda group discussion, 5 wanaume 5 wanawake. Nidhamu ya Kiislamu inafahamika. Hatukutegemea masuala kama haya yawepo katika ni sehemu ambako hapo ndo tunategemea tuone Uislamu unatekelezwa katika njia sawa sawa. Lakini chuo hiki hakikuanzishwa kwa ajili ya kufundisha Uislamu, bali ni kutekeleza ile maagizo ambayo wameyarithi kutoka kwa Hassan al-Banna ya kuipindua serikali, kadhalika yale ambayo wameyarithi kwa Said Qutb kwa ajili ya kuhamasisha watu waweze kuwa na miamko na misimamo ya kuweza kujitoa mihanga na kufanya kama walivyokuwa wakifanya huko Misri. Hizi ni miongoni mwa alama walizokuwa nazo. Kwa nidhamu zetu tutegemezi kwa zifanane namna hii. Na ndio maana utasikia hata redio yao wala ifanane redio ya Kiislamu. Utasikia mwanamume mwanamke kama redio za serikali au redio za madhehebu mengine. Redio ya Kiislamu hatukutegemea nidhamu kama hii. Na tutakuja kubainisha inshallah mengi ambayo yanafanana na hili. Kwa hii ni dalili ambayo inaonyesha kwamba jambo la kutojali masuala ya ikhtilatu baina ar-rijali wan nisaa, nidhamu za wanawake kwa wanaume, nidhamu yenu, hebu tengenezeni Uislamu, mfuate kitabu na sunna na mazingira ambayo ni mazuri, isifikie hatua mkawa ni wenye kuasisi nidhamu ambazo hazipo katika sheria ya dini. Kwa hiyo swala la kumweka kiongozi mwanamke awe juu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hawatofaulu watu watakaomfanya mwanamke yeyote kuwa ni kiongozi wao. Watu wote wale watakaomchagua mwanamke akawa yeye ndio kiongozi wao, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwamba sisi hatuwezi kufanikiwa. Lakini kwa wao wanaona ni jambo la kawaida,
Na ndio maana ukifika utaona viongozi wanawake wako wakiongoza baadhi ya fakati madini wa fakati fulani, kadhalika masiaras utakuta wamo. Ni jambo la kawaida. Viongozi wa madarasa wanawake wamo wakiongoza wanaume, vurugu tu, hakuna dini. Hawa wana malengo yao, wala si kufundisha dini wala si kusimamia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kadhalika miongoni mwa mambo walionayo maikhwani hao waanzilishi, kadhalika maikhwani wa Mungu wako nayo mambo hayo. Ma indahum alwala walbara ash-shar'iyya, hawana alwala walbara ya kisheria. Hawapendani kwa ajili ya Allah wala kuchukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanapendana kwa ajili ya dunia na wanachukiana kwa ajili ya dunia. Hawapendani kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunaweza kusema kwamba inawezekana kabisa miongoni mwa mambo ambayo wanayakupia wakitaka wayafikie ni kuminyana na baadhi ya watu au na dini nyingine au na serikali katika jambo la kidunia, wala si dini, si kuimarisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, haya yanatubainikia katika jambo lipi? Haya yanatubainikia katika baadhi ya masala yafuatayo. Pale Mungu utakuta kuna baadhi ya watu ambao wao wanasema ni chuo cha Uislamu, kadhalika kinasimamiwa, wanadai kwamba wanasimamia kwa nidhamu ya kitabu na sunna kama ilivyo kwenye prospectus yao ilivyo inavyoonyesha. Lakini ukiingia ndani yake utakuta kuna watu wengi ambao wasimamii kitabu na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna watu wengi wanaishi nao, ni wafanyakazi, na wao ni watariku swala, hawaswali. Ni mfanyakazi, tena ni kiongozi katika fakati fulani, ni dini katika kitengo fulani, lakini yeye haingii msikitini wala habari za swala juu nazo. Lakini mtu yuko safi kabisa, na wao wanapendana. Kwa ajili gani? Kwa sababu wana manufaa ambao wanayapata kutoka kwake. Lakini kwetu sisi ahli sunna wal jamaa, sisi tunapendana kwa ajili ya Allah. Mtu yule anatakiwa nasihiwe na anatakiwa afundishwe, na sisi tumeamsha kitengo chetu, tunataka kuwashirikisha Waislamu. Kama tunasema tunakisimamia kwa mujibu wa kitabu na sunna, basi lazima wa kwanza kabisa kusimamia kitabu na sunna wao ni viongozi wa juu. Lakini mambo hayako namna hiyo, wala mambo hayaonyeshi kama watu wana malengo ya kufikia haja namna hiyo. Kwa wao wana malengo yao na wanapendana kwa ajili ya malengo hayo, si kitabu wala sunna za Allah za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana pia baadhi ya vipindi ambavyo wako navyo katika redio nyinginezo kama Mwangaza, Radio Iman, kuna baadhi ya vijana ambao tumewasikia wakisema, mfano kijana mmoja anaitwa Suleiman Kasim kutoka Mumu. Kijana huyu akitoa mfano asema, wakati wanazungumzia masala ya amani, anatolea mfano kuonyesha namna ambavyo hili linadhihirisha namna ambavyo wao hawako after dini, wao hawako kuitaka dini bali wako kuitaka dunia, na wanaminyana na watu wengine au na serikali kwa ajili ya dunia. Akatoa mfano akasema hivi, sisi ni sawa sawa. Akawa na mrecall profesa fulani ambaye simtaji, ambaye ni profesa wake katika chuo hicho. Kuna baadhi ya vitabu ameviandika. Asema ameandika kitabu, katika kitabu hicho akatoa story fulani. Miongoni mwa story ambazo zimeelezewa ni nyingi sana, lakini akawa ameeleza sawa sawa Uislamu akifananisha sawa sawa na mtu ambaye amepanda kwenye labda jahazi hivi au safina, inasafiri katika bahari kwa mwendo mrefu. Safina hiyo ikisafiri kwa mwendo mrefu inaenda kufikia sehemu ya mbali kabisa, inaweza kusafiri labda kipindi cha mwezi wako njiani. Akasema wakati wakisafiri, huyu mtu ambaye ni kipofu haoni, yeye ikifika asubuhi wanatoa chakula breakfast, ikifika muda wa chakula cha mchana wanapata chakula lunch, usiku wanapata dinner, wanapata chakula. Lakini huyu kila akipewa chakula anapewa muhogo, kwa sababu yeye haoni, anapewa muhogo na chai ya rangi, au wakati mwingine muhogo na maji ya kunywa. Yeye anakula, anashiba, anaridhika, wanajua chakula wenzangu wote wanakula hicho. Lakini wamesafiri, siku zimeshapita nyingi, wanafika sehemu Allah akamjalia akafunguka macho, akaona. Kufunguka akaona, akakuta wenzake wanakula chakula, mkate tena wasiagi kwa maziwa, kwa juisi, na hiki ndio chakula chao kila siku. Yeye wakati huo anataka kupewa mhogo, tena mhogo ambao ni mkavu, wakati mwingine na chai ya rangi au na maji. Anaanza kushtuka huyu mtu. Wakati akishtuka anakumbuka kwamba ina maana siku zote tokea tuanze safari, mimi wenzangu wanakula mikate ya siagi na maziwa, mimi nakula mhogo na chai ya rangi. Vipi? Kwa hiyo itabidi mtu huyu aanze kupambana kwa namna yoyote ile, imradi naye aweze kupata siagi na aweze kufidia vile alivyovikosa.
si kama naeleka. Kwa akithibitisha kwamba na sisi Waislamu tulilala muda mrefu, leo tumezunduka, wenzetu wanakula mkate wa siagi, wanakula na maziwa, wanakunywa na juisi, na sisi vitu hivyo hatuna. Kwa hiyo inabidi tupambane na sisi kwa ajili ya vitu hivyo, si kwa ajili ya dini. Sinaeleka. Huu ni kijana kutoka Mungu anaitwa Suleiman Kasim katika kipindi cha Mwangaza Radio Imani. Sasa haya ni mambo yanayoonyesha kwamba Mungu wao wako kwa ajili ya dunia wala si dini, na kuna vitu ambavyo wao wanavitafuta wala si dini. Kama si dini, huu mfano si mahala pake. Watu waelimisha watu dini kupitia vyombo vyao vya habari, kupitia vyuo vyao, wafundisha watu dini, nidhamu za kisheria, watu wabadilike. Sisi ahli sunna wal jamaa tunaamini kwamba kutengamaa kwa dini ya Uislamu ni baada ya kwa Uislamu nafsi zao zimesafishwa, wamerudi katika hali nzuri, wanamwabudu Allah Mola wao, wamshirikishi Mola wao, hawadhulumu, hawafanyi ufisadi. Waislamu wakitengamakiwa na hali ya namna hiyo, Allah atawapa izza. Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. الله ameahidi wale walioamini miongoni mwenu na wakatenda matendo mema atawapa ukhalifa katika ardhi hii. Lakini lazima tuwe katika imani ambayo iko sawa sawa. Sasa wao wanaonyesha kwa mujibu wa mazingira hayo kwamba wao kitu ambacho wanakisimamia ni kile walichokisimamia maikhwani wa Misri. Maikhwani wa Misri kile walichokisimamia ambacho ni kutafuta dola, si kuelimisha watu dini, watu wakabadilika, watu wakatokana na ujahili, watu wakatokana na maisha ya ajabu wakabadilisha maisha ya dini. Ndio hiki wanachokidhihirisha, na ndio mifano ambao wanaitoa vijana wanaotoka pale, ukiwemo mfano huo ambao nimeutoa, mfano wa Suleiman Kasim. Kadhalika ghayatuhum tubihu ayi wasila, miongoni mwa alama za ikhwani wa kule Misri ambazo hizo ziko hapo Muslim University of Morogoro, ni kwamba lengo lao linahalalisha kila aina ya njia. Wakishakuwa na lengo tu, basi kila aina ya njia ambayo iko mbele yao wanaihalalisha, imradi wafikie lengo lao lile ambalo wamelikusudia. Mfano, miongoni mwa malengo mwa njia ambazo wamezihalalisha maikhwani wa kule Misri, ambazo njia hizi zimehalalishwa na maikhwani wa hapo na wengineo ambao wanashirikiana nao, ni njia ya kutaka utawala, lakini hasa kuwatukana viongozi wa serikali au viongozi wa nchi, jambo ambalo kwa mujibu wa Qur'ani yetu na kwa mujibu wa hadithi za Bwana Mtume wetu, jambo hili tumeharamishiwa. Jambo la kuwatukana viongozi mbele ya mimbari, ukamtaja kiongozi au rais au mbunge au waziri wa elimu, kama wanavyofanya kwenye vipindi mbalimbali hapo Radio Imani. Watu wa Mungu wanaotoka Mungu wakaja wakasimamisha vipindi kama hivyo hapo. Watu wa Mungu, jambo hili la kuwatukana viongozi ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametukataza jambo hili, ameharamisha jambo hili la kuwatukana viongozi kwa namna yote ile. Sisi haitufalii sisi kuwatukana viongozi wa serikali, kuwatukana viongozi wa nchi juu ya mimbar. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema katika hadithi mbalimbali, nitataja hadithi mbili kuonyesha uharamu wa jambo hili. Hadithi ya kwanza ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatahadharisha na jambo hili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man raa min amirihi shay'an min ma'siyati llahi falyukrihu ma ya'ti min ma'siyatihi wala yanza'anna yadan min ta'a. Yeyote atakayeona kiongozi yeyote anafanya jambo lolote la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi achukie jambo hili, achukie. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa sallam akatahadharisha, wala yanza'anna yadan min ta'a, wala asiondoe mkono wa utiifu juu ya kiongozi huyu. Akasema basi kwa kuwa akafanya hivi, kama asi Allah, kadhulumu, mimi simtii kwanza leo, simtambui, au nataka nimpindue au nimuue. Mtume sallallahu anasema jambo hilo asilifanye Muislamu yeyote ambaye anamwamini Allah na anaiamini siku ya mwisho. Hadithi hii ni hadithi ambayo imepokea Imam Muslim, hadithi ya 1855. Sasa mara nyingi tukitaja hadithi kama hizi za kukataza wasiwatukane viongozi, wao wanasema sisi ni vibaraka. Huyu Imam Muslim huyu kazaliwa mwaka gani? Wanasema sisi ni vibaraka wa Marekani. Imam Muslim yupo, hakuna Marekani. Imam Muslim yupo, hakuna Tanzania. Wakati huo ni maisha ya zamani kabisa, wala hakuna
vurugu hizi ambazo wanasema. Imam Muslim kataja hadithi hii ikiwa ni hadithi nambari 1855. Miaka hiyo, karne nyingi sana zimepita. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kukataza watu kumkhalifu kiongozi. Naam. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema katika hadithi nyingine, man raa min amirihi shay'an fala yubdihi alaniya, atakayeona kwa kiongozi wake jambo lolote baya asimdhihirishie jambo hilo wazi wazi. Waliyakhudhu biyadihi, na amshike mkono wake, amnasihi kwa nasaha za pembeni. Fa in kabila, endapo atakubali kiongozi huyu nasaha ambazo umempa, basi falahu, takuwa ni khairi kwake. Na endapo atakataa nasaha hizo, faqad adda alladhi alayhi, wewe utakuwa umetekeleza lile ambalo liko juu yako, si lazima upambane naye mpaka umtoe. Sasa hao watu miongoni mwa alama ambazo wako nazo maikhwani wa huko, ambazo ndo maikhwani wako nazo hao wa mumu, na wanazidhihirisha kila wanapokwenda kwenye mihadhara au kwenye maredio mbalimbali wanakoitwa. Hizi ni miongoni mwa alama zao za kuwatukana viongozi wazi wazi, kuwatukana viongozi wazi wazi, viongozi wa nchi, viongozi wa serikali, jambo ambalo sisi hatukubaliana na manhaji yetu na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katukataza jambo hilo kulifanya. Na malizia kuitaja hadithi nyingine moja, hadithi ambayo inatokana na Abi Hunaydata Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu qala sa'ala Salamatu ibn Yazid al-Ju'fi, aliuliza Salama ibn Yazid al-Ju'fi kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema, ya nabii Allah, ewe nabii wa Allah, araaita in qamat alaina umara'un, unaonaje endapo kutakuwa na viongozi juu yetu, endapo kutakuja kuwa na viongozi juu yetu akawa ni wenye kusimama juu yetu au wanatutawala, yasaluna haqqahum, wanatuomba sisi haki zao, wanatuambia jamani, ninyi ni raia, tusikilizeni, toeni kodi, ninyi fanyeni kadha, fanyeni kadha. Wanatuomba sisi haki zao tuwatii kama viongozi, na tunawapa sisi haki zao, tunawatii. Wayamnauna haqqana, lakini wao wanatunyima haki zetu. Sisi tukiwapa zile haki ambazo wao wanastahili, lakini wale haki zetu sisi hawatupi kama raia wema. Wao kama viongozi wazuri hawatupi. Fama taamuruna, unatuamrisha sisi tufanye nini? Sisi kama swali limeeleweka. Wamesimama viongozi ambao wao wanaomba haki zao kutoka kwetu sisi raia, lakini vile vile sisi haki zao tunawapa, lakini wao haki zetu hawatupi, wanatudhulumu, wanatunyanyasa, wanatuonea. Unatuamrisha nini ewe Mtume wa Allah? Fa'arala anhu, Mtume akajiepusha kwake, akawa hajamjibu. Thumma sa'alahu, akarudia tena kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, isma'u wa ati'u, sikilizeni na mwe watifu, fa innama alaihim ma humilu, hakika ni juu yao yale waliobebeshwa, wa alaikum ma humiltum, na ni juu yenu yale mliobebeshwa. Hadithi ameipokea Imam Muslim. Kwa hiyo hakuamrishwa endapo wao wanatudhulumu, viongozi wanatunyanyasa, tufanye nini? Walipizeni, watoeni kwa upanga. Bali hadithi nyingine ilikuja, walimuuliza Mtume sallam, unaonaje enapotawatoa kwa upanga? Akamwambia, msiwatoe kwa upanga, hakika viongozi wema ni wale ambao mnaombea dua na wao wanakuombeeni, msifanye hivyo. Kwa hiyo hata kama wao watakhalifu, watakudhulumuni, si juu yenu kuwatukana, kadhalika kuwasema juu ya mimbari za Waislamu kwenye misikiti na majukwaa, kadhalika kuandaa mazingira ya kufanya mapinduzi. Jambo hili halikubaliki kwa mujibu wa manhaji ya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Hivyo ndivyo tunavyothibitisha kwa maikhwani wa mumu, na mtasikia habari zao kwenye vipindi vya Mwangaza. Wao ndio wanaongea, kiongozi waziri wa elimu, rais, nani kiongozi wa mkuu wa polisi, wanaongea kama vile ni watoto wenzao. Hii manhaji ni mbovu. Tunawatangazia watu wafahamu kwamba hawa si katika Ahli Sunna, hawa ni maikhwani na wana lengo lao. Sisi manhaji yetu haitufundishi uzembe wa namna hiyo, haitufundishi mambo yanayofanana hivyo. Kwa ndugu zangu Waislamu, njia yetu ya kufundishwa ni kuwa wapole na wanyenyekevu na kuwalingania viongozi wasimame katika njia sawa sawa. Endapo watakhalifu hawajasimama, tunazidi kuombea dua sisi Allah waongoze, lakini haifikia hatua sisi tukawatangaza tukawasema kwa ubaya juu ya mimbari. Kama kunahitajika nasaha, ima mtu amfikie mwenyewe au kwa barua, au mtumie mtu ambaye unaona huyu atamfikishia ujumbe, na ujumbe utafika katika njia ambayo ni nzuri, na nasaha ambazo ni nzuri ataweza kuzipata mtu huyu. Hiyo ndio manhaji yetu.
na Fudhail ibn Iyad katika tabi wanafunzi wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema law kana indi du'aun, law ingekuwa kwangu mimi nina dua ambayo ni mustajaba, ni yenye kujibiwa, la ja'altuhu lisultan, ningeifanya dua hiyo kwa sultani, kwa kumwombea kiongozi. Ingefahamu kwamba nina dua moja tu, iombe mara moja itakubaliwa, ningeiomba dua hiyo kwa kiongozi, kwa sababu kiongozi akisimama sawa sawa watu wengi mambo yao yatasimama sawa sawa. Hii ndio manhaji yetu. Kwa ndugu zangu, miongoni mwa alama za maikhwan utakuta jambo hili wako nalo na wasimama nalo maikhwan wa Muslim University of Morogoro. Wao jambo la kuwashambulia viongozi kwenye mimbari yao ya kwenye majukwaa yao ya wakiwatumia baadhi ya wanaharakati wa kiikhwani na Hizbu Tahrir kama Ilunga na wengineo hizi habari zao ni za uhakika na ni za mara kwa mara kutokea, kwa sababu wao ni maikhwani na wanasimamia nafasi ya ikhwani. Bali nimewahi kujadiliana na kiongozi mmoja katika watu walioko pale, kiongozi mmoja mkubwa tu, kulipokuwa kumetokea swala au tukio la kupigwa kofi Rais Mustaafu Alhaji Al-Hassan Mwinyi, akawa anasapoti, anasema mimi naona jambo la kawaida. Nikamwambia unaonaje jambo la kawaida wakati Qur'ani inatukataza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinatukataza? Akasema yule amekhalif, akasema maneno hayafai. Je, sisi tumeamrishwa akisema maneno yasiyofaa ndio umpige au mtukane? Haiko hivyo, lakini anabisha kwa sababu ni fikra za ikhwan, na huyu tunamfahamu amekunywa maji ya ikhwan mpaka anatembea inawezekana katika mishipa ya damu. Ni ikhwan mkubwa tu, daktari yuko pale. Kwa mazingira ya namna hii sisi tunasema ya kwamba Muslim University of Morogoro ni mawakala wa ikhwan muslimun kutoka Misri, na mambo yao mengi wanayofanya utakuta ni mambo ya kiikhwan. Ikhwan wao wanaamini wanaweza kujipitisha katika njia yoyote mradi wafikie utawala. Basi miongoni mwa alama yao nyingine, iwe kupitia demokrasia, iwe kupitia mapinduzi, iwe kupitia namna yoyote, wao wanaamini njia hiyo sawa sawa. Lakini sisi Ahlus Sunna wal Jamaa tuna njia kwa wale watu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyolea watu wakafikia katika hali ya sawa sawa, wakawa wenye kunusuru kitabu na sunna, kuihami dini ya Uislamu bila kupitia njia ambazo hazikubaliki katika sheria. Lakini pale Mungu utakuta mambo haya kawaida. Bali wakati mwingine kuna watu tokea ugomvi ukapita kama miaka 2 au 3 mpaka wakaenda serikalini kugombana baina ya wanafunzi kwa wanafunzi kwa sababu ya vyama. Hawa ni kafu au ni CCM, waligombana pale. Kukapita ugomvi karibia kama miaka 2 au 3. Kesi ikiwa mahakamani hapa mjini Morogoro. Kwa sababu gani? Kwa sababu demokrasia kwa wao vitu vya kawaida. Sisi Ahlus Sunna wal Jamaa hatuamini kama demokrasia ndio njia mafanikio yetu, wala kufikia sisi Uislamu kupata dola ya kisheria. Ni njia ya Kiyahudi ambayo wameweka na malengo yao. Sisi hatuoni kama ni njia ambayo inatakiwa ihalalishwe, kama sheria ya dini sasa inahitaji hili ili iweze kutufikisha sisi katika mafanikio. Bali ahlul ilmi wengi sana wanachuoni wameitaja katika jambo hili kionyesha kwamba ni miongoni mwa ashirkul akbar. Kwa ndugu zangu Waislamu, hiyo ni miongoni mwa mambo ambayo yako pale Mungu kudhihirisha kwamba Mungu ni katika maikhwani, ni katika ikhwanul muslimin. Alama nyingine ya 6 ambayo wako nayo, yahtaqiruna at-tauhid, wao wanaidharau tauhid na wanaona kama ni jambo ambalo halina nafasi. Tauhid wanaona jambo ambalo halina nafasi. Kuwalingania watu tauhid, ukawafundisha watu wamfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, wamuogope Mola wao, maikhwani wote wanaona kwamba jambo hili ni jambo ambalo halina nafasi. Wakilitaja tutakuta hata katika baadhi ya vitabu vyao kama wanalitaja, hawalitaji kwa muktadha huu ambao tunakusudia sisi, bali wanalitaja kwa muktadha kuonyesha kwamba ni jambo dogo tu. Wao tauhidi katika maikhwani, mtu kumwamini kwamba amekuwa na tauhidi ya kweli kweli ya kumwamini Allah ni pale atakapokuwa na ujasiri wa kufanya moja ya mambo mawili. Jambo la kwanza, ima aweze kumtukana mtu yeyote, au ni polisi au ni kiongozi au ni mwanajeshi, waziwazi wanaona huyu ana tauhidi kweli kweli. Mtu wa pili ambaye atasifika kwamba ana tauhidi ni mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kuweza kujilipua, yuko tayari hata kumeza bomu akaenda sehemu akajilipua, akameza bomu akaenda kwenye baa akajilipua, akameza bomu akaenda kwenye gari akajilipua. Wao maikhwani wanaona huyu ndio mtu mwenye tauhidi. Kwetu sisi hii si alama ya tauhidi. Ahli Sunna hawaoni kama ni tauhid, hayo kama ni tauhid, bali mtu kuiua nafsi yake tunaamini katika mambo ambayo ni miongoni mwa madhambi makubwa ambayo yameharamishwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qatala nafsahu bi shay'in fahuwa yu'adhabu bihi fi nari jahannam, mwenye kuiua nafsi yake kwa kitu chochote ataadhibiwa kwa kitu hicho katika moto wa jahannam. Lakini maikhwani wao wanaona ni jambo la kawaida,
na wanaona kwamba tauhidi ambayo sisi tunawafundisha watu wamfahamu Allah, al-asma'i was-sifat, majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, al-uluhiyya, tauhidi ya kuamini kuabudiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rububiyya, kuamini ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kazi zake. Wao wanaona kwamba vitu hivi ni vitu ambavyo havina nafasi. Mfano, pale utakuta mara nyingi sana neno aqida linachezewa na kuonyeshwa kwamba ni jambo ambalo halina nafasi. Bali baadhi ya watu kusimama katika mimbari, mimi nikiwepo msikitini pale kushuhudia baadhi ya watu wanasimama mimbari katika mimbari ya Uislamu, tena ni siku ya Ijumaa, mtu yuko kwenye hutuba anasema tauhid. Kijana mmoja alitoka Kilinjiko nao ni katika IPC, na IPC ni maikhwan ambao tumewataja, ambao wao ndio wametafsiri kitabu hiki, ni maikhwan. Katika Kilinjiko amesimama pale mume anaitwa Hassan, Imam Hassan maarufu. Asema watu wanasema tauhid, mnataka tujaze magunia mangapi ya tauhid? Maneno haya yamesikika. Mnataka tauhid tujaze magunia mangapi? Watu tauhid wako nayo, wajitoe mhanga waende watu wasimamie Uislamu. Sisi tunaona sawa sawa. Watu wanakaa wanasema tauhid, mnataka tauhid ijaze magunia mangapi? Haya ni maneno mabovu sana, hawezi kuyasema mtu katika ahli sunna wal jamaa. Hawezi kuyasema. Kwa sababu Qur'an asilimia kubwa imejengwa juu ya tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala jambo lake kubwa ameliasisi juu ya tauhid. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah anasema tumetuma sisi kwa kila mtume tukiwaambia watu muabuduni Allah na jiepusheni na taghut. Hii ni tauhid. Bali sehemu ya mwanzo kabisa Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha masala ya tauhid. Bali mtume sallallahu alayhi wa sallam zaidi ya miaka 10 baada ya kupewa unabii alifundisha watu tauhidi. Watu wakasimama sawa sawa, wakawa hawezi kudhulumu, wakawa hawezi kula riba, wakawa hawezi kufanya mambo ya ovyo ovyo, wakawa wamesimama sawa sawa. Zinateremka aya za hukumu, wanasarenda moja kwa moja kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Zinateremka aya za kuwakataza kunywa pombe, wanamwaga vitungi vyao ya pombe, wanamwaga madumi yao ya pombe mpaka mji mzima unanuka pombe, akiwemo Anas ibn Malik. Wakati huo pombe ikiwa ndio kitega uchumi chake kikubwa, anamwaga kwa sababu tayari ana tauhid. Lakini haya mambo yalifikia kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza alifundisha tauhid. Lakini pale mtu anasimama Muslim University of Morogoro anasema hao wachawi wa Nabii Musa walisoma tauhid wapi? Nikisema hivi naeleweka. Asema hivi, haya maneno nikitakiwa niyathibitishe mbele ya watu walioongea niwataje na majina nitayataja. Asema hivi, hao wachawi wa Nabii Musa, hao ambao wao Nabii Musa amewalingania. Tunafahamu kisa cha Nabii Musa alipokuja kwa Firaun. Nabii Musa alipokuja kwa Firaun akamlingania Firaun, kisa kirefu siwezi kukitaja katika mahadhara huu. Firaun akaahidi kuleta wachawi wake. Akaleta wachawi wake, Nabii Musa akatupa fimbo yake. Na wachawi walitupa fimbo zao, alafu pia Nabii Musa akatupa fimbo yake. Fimbo ya Nabii Musa ikameza fimbo za wachawi wote. Wachawi wale wote wakasilimu. Baada ya kumwamini Allah, Firaun akawatangazia kuwapa adhabu ya kuwakata mikono na miguu kwa kupishana kulia kushoto. Baada ya kuwatangazia adhabu hii wakawa tayari, Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza Nabii Musa ahame na baadhi ya watu. Lakini Firauni kweli akaweza kuwakata baadhi ya watu, akawatesa baadhi ya watu. Wale ambao Allah aliwafikisha, Nabii Musa alihama pamoja nao, katoka mpaka wakafika sehemu ya baharini. Wakitaka kuvuka, Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtihani, bahari imefungwa, sehemu ya bahari watu hawezi kuvuka. Wakalia, qala ashabu Musa, watu wa Musa wakalia wakasema, ewe Musa, inna la mudrakuna, hakika sisi leo tunadirikiwa, leo tunakamatwa. Nabii Musa akamwambia, msihofu, hakika inna ma'iya rabbi sayahdin, mimi niko pamoja na Mola wangu ataniongoza. Allah akamuongoza, apige fimbo pale ikagawanyika, akavuka. Wakati anavuka na Firauni akaja na jeshi lake akiwa anawafuatia watu hawa, akameza katikati ya maji. Kisa ni kirefu sana. Sasa huyu mtu anasema nini? Anasema tauhidi. Mbona wachawi wa Nabii Musa wao hawakuweza kusoma tauhidi? Naeleweka, hao ni watu wa Mungu. Mimi naunganisha watu kwa sababu maneno haya kama yanasemwa juu ya mimbari kwenye hutuba. Dr. yumo, profesa yumo, wafundishaji wengine wote wamo ambao naweza kuwataja majina yao lakini hayahifadhi. Wote wako mle ndani, wanaridhika na fikra hizi, ni jambo la kawaida. Bali kwa masikio yao tunasikia ukiona kwamba tauhidi ni jambo ambalo halina nafasi. Wao mradi mtu awe jasiri, ajilipue, apindue na hivi na vile, jambo la kawaida hili.
huu ni uongo, ni uzushi. Watu wa Musa huwezi kuwalinganisha na jambo hili, kwa sababu watu wa Musa kwani walipigana pale? Si walihama? Musa salihama nao. Sasa ikiwa kadhia ni kwamba wamesoma wapi tauhid, na tutakuuliza walipigana wapi kama nataka watu waende kupigana leo hii? Si walihama wakaenda kujifundisha tauhid? Musa aliondoka na watu wake. Na kweli watu ambao tauhid yao ilikuwa haijasimama sawa sawa, baada ya kuvuka Musa na watu wake, walipovuka tu wakakuta watu wanaabudia sanamu. Baadhi ya watu wakaanza kumwomba Musa, Musa, kwa nini wao usijalie Mungu kama hawa ambao wana Mungu? Kwa sababu tauhid walikuwa hawana. Kweli baadhi ya watu walikatika pote fulani. Nabii Musa alipoenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuongea naye, akarudi akakuta baadhi ya watu wameshakhalifu njia sawa sawa. Sasa tunataka kufananisha na watu hawa sisi? Sisi tunataka kujenga msimamo wa dini ya watu ambao wamesimama sawa sawa, abadal abidin, watakaosimamisha sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwa na tauhid. Sisi tunamwambia mtu huyu na watu hawa ya kwamba tauhid ndio msingi wa kila jambo, tauhid ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio msingi wa kila jambo, bali maneno mengi sana ya kuonyesha kwamba wao wanaidharau tauhid. Jambo lingine miongoni mwa alama ambazo wako nazo hawa maikhwani wa huko na mdizo walizonazo hawa maikhwani wa hapa, wao yakaona ala ulamai, wao wanawasema vibaya maulama almustaqimina ala alhaqi, maulama ambao wamesimama sawa sawa juu ya haki, wanawasema vibaya maulama ambao wamesimama sawa sawa katika haki. Wayuadhimuna ahla albatil, na wanawatukuza watu wa batil. Utawakuta wanawasema vibaya maulama ambao wamesimama katika haki, lakini wakati huo wanawatukuza watu ambao wamesimama katika batil. Na sisi tunasema kwamba jambo la kuwasema vibaya maulama wa ahli sunna ni jambo baya sana. Wao ndio viongozi wetu, maimamu wetu. Wewe unawasema vibaya maulama, halafu wewe dini yako unaichukua kwa nani? Lakini wengi wanaosema vibaya maulama ni watu ambao ni majahili, hata dini kutoa ufahamu wa dini uko mbali kabisa, si wenye kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, nitataja baadhi ya mifano. Kwanza nitaonyesha ubaya wa kuwasema vibaya maulama, alafu nitakuonyesheni namna ambavyo hawa watu ambao tuko nao maikhwani tulionao, namna ambavyo wanasema vibaya maulama, halafu namna ambavyo wanawatukuza watu wa batil ambao wao wanaona kwamba ni watu wa sawa sawa. Ndugu zangu Waislamu, qala al-allama al-Fawzani hafidhahullah, Sheikh Fawzan anasema hivi: la yaqau ala al-ulama al-mustaqimin ala al-haqqi, hawezi kuwasema vibaya maulama waliosimama sawa sawa juu ya haki, illa ahadu thalatha, isipokuwa mmoja wa watu watatu. Ukisikia mtu anamsema vibaya Fawzan, anamsema vibaya Albani, anamsema vibaya Ibn Taymiyyah, mara anawaita vibaraka wa Marekani, mara anawaita vibaraka wa kadha, bali mpaka baadhi ya watu ambao wako hapa nchini kwetu ambao wamesimamia sawa sawa dawa ya salafia, utakuta watu hao maikhwani wanaotukana, ni vibaraka wa serikali, ni vibaraka wa Marekani, ni vibaraka wa kadha wa kadha, wanasema maneno yanayofanana hivi. Sisi tunasema maneno ya Fawzan, anasema ukisikia mtu anasema vibaya maulama waliosimama katika haki, ni moja watu watatu: imma munafiqun ma'lumun nifaq, ima atakuwa ni munafiki, unafiki wake unafahamika; wa imma fasiqun, ama atakuwa ni mtu fasiki mwovu, yabghadhu ulama, anawachukia maulama, liannahum yamna'unahu min alfisq, kwa sababu yeye wao wanamzuia kutokana na ufasiki wake, wanamzuia katika uovu. Wakimzuia jamani jambo hili halifai, basi atawatukana na kusema vibaya. Wa imma hizbiyun dhalun, ama ni hizbi, mtu wa pote baya ambalo lenyewe limekhalifu kitabu na sunna, anawachukia maulama kwa sababu wao hawamuafiki katika uhizbiyya wake na fikra zake alizonazo. Ndugu zangu, fahamu ya kwamba jambo la kuwasema vibaya maulama ni jambo baya. Wa'lamu anna luhuma al-ulama masmum, jambo la kuwasema maulama vibaya ni jambo baya sana. Kutaiba anasema min alamat ahli al-bid'ah, miongoni mwa alama za ahli al-bid'ah alwaqi'atu fi ahli al-athari, ni kuwatukana watu wa hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nitakutajia baadhi ya mifano uthibitikiwe jambo hili kwamba hawa tulionao kweli ni maikhwani. Naam, ndugu zangu, ukifika pale miongoni mwa mambo ambayo utasikia ni wana wa chuoni wa ahli sunna kutopewa nafasi na kuthaminiwa kwa viwango vyao vya kielimu ya dini, bali kusema vibaya. Baadhi ya vijana wanasimama kwenye mimbari ndani ya chuo kikuu cha Uislamu Morogoro, wanawatukana baadhi ya wanawachuoni na kuona kwamba wao hawafai. Mtu anamtukana al-Hafidh mamba katika dini hii, al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, baada ya Qur'ani, kitabu ambacho Waislamu wanakitegemea ni Sahih Bukhari. Ukimuuliza Muislamu yeyote, hivi Qur'ani, baada ya Qur'ani kitabu gani kingine kinafuatia kwa Waislamu kukitegemea?
kuipokea kwa ubora, atakwambia ni Sahih Bukhari. Ni nani ambaye amesherehesha Sahih Bukhari? Ni Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Sasa mtu akisimama katika mimbari ya chuo kikuu cha Uislamu anasema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani hajafanya kazi yoyote. Mtu anafanya kazi ya kuandaa mijalladi mingapi, baada ya kuandaa watu wawe na mawazo, walipuke, wawe na hamasa na hivi, eti anaandaa vitabu, wanasherehesha hadithi, kapoteza umri wake. Mtu anasema maneno machafu ya namna hii. Fahamu ya kwamba hizi ni miongoni mwa alama za ahlul bid'ah wal ahwa, na hizi ni miongoni mwa alama za watu ambao tuko nao katika maikhwana ambao katika chuo kikuu cha Uislamu. Kadhalika utakuta baadhi ya watu kama Suleiman Filami, ni mwalimu katika watu wanaofundisha pale, akiwasema vibaya baadhi ya wanawachuoni na kuonyesha kwamba fikra zao ni fikra ambazo ni duni, bali mpaka baadhi ya mdaktari wako pale wanaosema vibaya baadhi ya wanawachuoni na kuonyesha kwamba wao ni watu ambao nafasi zao na hadhi zao ni duni, kama vile baadhi ya viongozi wao hao waliotangulia, hao kina Hassan al-Banna, Said Qutb, kina Muhammad Surur, walikuwa wakiwatukana viongozi wa dini, maulama wakubwa kina Ibn Baz, mufti wakati huo, mufti wa Saudia, wakiwatukana viongozi hao kuwaita kwamba wao ni ulama ul-haidh wan nifas. Haya ni maneno ambayo akiyasema kina Muhammad Surur kwamba wao ni viongozi wa hedhi na nifasi. Kwa nini wasema ni viongozi wa hedhi na nifasi? Eti wao wanakaa misikitini wanafundisha mambo ya swala, wanafundisha tauhidi, namna ya kuchukua udhu, namna ya kuoga, hawafundishi namna ya kubeba mitutu, hawafundishi namna ya kujilipua, hawafundishi namna ya utawala. Eti wao ni maulama wa hedhi na nifasi tu misikitini. Hao ni maneno ya Muhammad Sururu. Hayo ndio maneno ambayo yamejaa Muslim University of Morogoro. Kwa sababu wanaona Waislamu ati wanazuoni au mashekh ambao wanahitaji haki, wanafundisha dini, wanaandika vitabu vya dini, wanaona kwamba wao ni maulama wa hedhi na nifasi, na watu ambao wana nafasi. Ndio maana wanawaadhimisha watu wakuu, watu wabovu, halafu wanawashusha na kuwadhalilisha wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa, na wapewe nafasi. Na ukitaka kulifahamu hili, hakuna mtu yoyote katika watu ambao ni katika wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa kutoka nchi yoyote, nchi za nje, amewahi kutembelea Mungu. Lakini mawakala wa maikhwani sitaki kuwataja, kutoka Uingereza, kutoka Canada, kutoka wapi, mawakala wa maikhwani wengi wamesimama Muslim University of Morogoro. Kwa nini hatujaona Sheikh Fauzani kaitwa, hatujaona Sheikh Yahya al-Hajuri kaitwa, hatujaona Muhammad al-Imam kaitwa, hatujaona wengine katika wanachuoni, Abdul Muhsin al-Abbad, hatujaona kaitwa Sheikh Rabi? Mnaoleta watu ambao ni maikhwani kwa ajili ya kufundisha fikra vijana, fikra za kujilipua, fikra ovyo ovyo. Watu wote wanaotoka nchi za nje wafuatilieni, ni watu ambao hivyo wana munasaba na ikhwan, na ni maikhwani moja kwa moja wanakuja katika chuo cha Uislamu kutoka nchi za nje. Si nchi za nje peke yake, bali hata hapa nchini watu ambao wamesimamia kitabu na sunna ala manhaji salafil umma hawapewi nafasi kuongea mimbari, hawapewi nafasi katika mimbari ya Muslim University of Morogoro. Lakini wale watu wenye fikra za ovyo ovyo wanaofahamika, walioko Mwanza huko wanafahamika, hata usipowataja majina, walioko Dar es Salaam wanafahamika wengi sana. Utakuta wanapewa nafasi, aitwa shekhe mtu kama Ilunga, eti shekhe aitwa kuongea na wanafunzi, wakati kuna watu wamesoma dini hapa Tanzania. Lakini pia kama ni elimu ya dini hana, ni mtu ambaye tuna mashaka naye pia kusoma kul a'udhu birabbin nas, lakini hata anakuja kuongelea Uislamu, aongea nini? Kwa sababu ana fikra za kujilipua, asoma vitabu falsafa fulani, aliko huku na hivi na vile, mifano ambayo si sawa katika sheria ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zangu, hiyo ni miongoni mwa alama za watu wa bid'a, ni miongoni mwa alama za maikhwanul muslimun ambao wamejaa Muslim University of Morogoro. Hakuna fikra za watu kufundisha dini isipokuwa ni kuwaelekeza watu katika njia ambayo si sawa sawa. Kwa hiyo mtu kama Filamu utakuta yeye fikra zake hawezi kuwanukuu na watu wakubwa. Anafundisha somo ati maqasidu sharia, Islamic philosophy. Mwanzo wa kitabu chake kaanza kuwanukuu, ukiangalia kuna kitine chake inshallah kikitakiwa tutakilia kitine chake ambacho tuko nacho. Pamphlet yake ambayo ametoa akizungumzia Islamic philosophy, Suleiman Filambi. Katika watu ambao watumia kama vielelezo na wanachuoni wakubwa mwanzoni, amemtumia Ibn Sina, amemtumia Al-Farabi. Katika watu ambao sisi tunafahamu kabisa katika njia sawa sawa, kadhalika Al-Kindi. Hawa ni
falsafa ambao baadhi ya wanachuoni kama Imam Ghazali anasema Ibn Sina ma kana musliman wama kana nasraniyan wama kana yahudiyan, hakuwa muislamu wala hakuwa mnaswara mkristo wala hakuwa yahudi, hafahamiki dini yake ni nini kwa fikra alizokuwa nazo. Lakini Kilamba anasema katika among the Muslim scholars is Ibn Sina. Katika Muslim scholars, katika wanachuoni wa Kiislamu basi Ibn Sina naye yumo. Ibn Sina wewe Kilamba wewe, hii ni alama ya watu wa ikhwani ambao kwa sababu Ibn Sina atakuwa na falsafa za kutaka kuipindisha Qur'ani iwaelekeze katika malengo yao ya kutafuta baadhi ya mambo ambayo wanajua. Ibn Sina ambaye anakataa kwamba wanadamu wakifa hawafufuliwi viwili vyao, isipokuwa roho tu ndio zitakuja, viwili wanadamu wakifa hawafufuliwi. Huyo ni Ibn Sina. Halafu anasema ni miongoni mwa Muslim scholars. Kadhalika al-Farabi, kadhalika al-Kindi na wengineo katika wanafalsafa, wao wanaona kwamba hao ndio wanawachuoni ambao wanatakiwa kuusemea Uislamu. Suleiman Kilami anadhihirisha kabisa wazi kwamba yeye ni katika watu wa ikhwan na yeye si katika watu ambao wamesimamia kitabu na sunna, bali hata manhaji yake anajinasibisha na watu wa sunna. Tena anaweza kusema, anaweza kuongelea, kusikia baadhi ya redio akipewa nafasi anaongea kama vile mtu wa sunna anaongelea sunna, hata kwa sababu ana ndevu, lakini mtu ana ndevu wa huwa musbiru na yeye anasimama. Fahamika basi Muislamu ni nani? Hafahamiki. Lakini miongoni mwa maneno ambayo nimewahi kuongea naye mimi Suleiman Kilandi, hata kitu nitamwambia. Sehemu ya kwanza naikumbuka na sehemu ya pili ambapo tulisimama, ya sehemu ya kwanza, sehemu ya pili tulikaa. Asema Uislamu bwana unatakiwa kama mcheza mpira. Eti Muislamu hasa ukitaka kuwa dai inabidi uwe kama mcheza mpira hivi. Tena mcheza mpira ambaye unatakiwa kama kiraka. Sehemu yote ukitakiwa unakuwa huku, ukitakiwa huku na unakuwa huku, mara unabadilika hivi, mara unakuwa hivi. Hizo fikra za ikhwani. Ndio maana ilifikia hatua baadhi ya maikhwani wakawa na mazingira ambayo walipandikiza fikra chafu sana. Fikra hizi ziliwahi kufika mpaka Uganda, hapa Kampala, Uganda. Zikaleta athari mbaya sana katika serikali ya Uganda, mpaka baadhi ya watu ambao walikuwa wakifundisha dini mazingira yakachafuka baada ya kuingizwa fikra za watu kujilipua na kutaka kuipindua serikali. Bali mpaka ikaingia baadhi ya mazingira wakawa wanabadilisha wanawake ambao tayari labda mwanamke anapenda dini, amevaa juba, unaweza kumwambia mwanamke, wakampiga kile ambacho wao wanakiita kwamba ni tauhidi. Aweze kuvua juba, asuke nywele zake azikaushe kwa dawa, avae ni msketi, ajibane, aanze kuingia sehemu ambayo wanataka wamtume, kama ni baa, kama ni ofisi ya serikali, mradi afike pale ajilipue. Walifanya hivyo Kampala, Uganda pale. Na mpaka sasa hivi athari zake ziko kule. Sasa Suleiman Kilama anasema Muislamu anatakiwa awe kama vile mcheza mpira hivi ambaye ni kiraka, upande wote hivi unaweza kubadilika hivi. Ndio maana wakati mwingine kukuta na maisibali, wakati mwingine ni susati, wakati mwingine na kanzu, wakati mwingine madevu, wakati mwingine sharubu, haeleweki. Kanzu wakati mwingine kilemba, wakati mwingine yuko hivi, makoti wakati mwingine makoti makubwa kama nani, kina Plato na nani wale wanafalsafa. Hii ni kwa sababu anaona kwamba ikhwani njia yao ni mradi tu kujipenyeze. Wanaona kwamba eti ukionekana wewe ni mwana sunna, mavazi ya kisunna, hivi unafuata mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna sehemu utashindwa kuingia, vikao vingine serikalini utashindwa kufika, baadhi ya mazingira utakuwa watakufahamu kwamba huyu bwana kadha kadha. Kwa hiyo inabidi ujibadilishe uwe kama kinyonga hivi, una rangi hii, kesho ukiwa na rangi hii na rangi ile. Mbona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa kinyonga? Ninyi mna nini nyie maikhwani wa Muslim University of Morogoro? Mbona Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye asimamia Uislamu moja kwa moja, mavazi, tena ahimiza kukhalifiana na Mayahudi na Manaswara. Aifu lihakum wa kafu shawarib. Wao wanaachia sharubu, wananyoa ndevu, ninyi achieni ndevu, punguzeni sharubu. Mbona anawahamasisha kufanya hivi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hii ni dalili kwamba Bwana Mtume sallam alitaka Waislamu wafanane na Uislamu, sio kuwa kama vinyonga au kubadilika wakafuata au wakawa kama bendera ya kufuata upepo. Kwa hii ni dalili miongoni mwa dalili zinazoonyesha kwamba ikhwan wao wabadilika mradi sehemu zozote tu waweze kufika na kujipenyeza sehemu zozote. Ndugu zangu, haya ni mazingira ambayo yako pale na ni mazingira ambayo yanashuhudiwa na watu ambao wenye kufika, kadhalika wale ambao wamekaa pale, ima wamesoma, wamefanya kazi, sehemu yote ile watu watakuwa wanashuhudia mazingira namna hii kwamba huo ni ikhwan ambao umejaa pale. Wao wanasema vibaya na wachuoni na wao wanawatukuza watu ambao ni waovu katika wao. Bali katika wao utamkuta mtu kama Said Jaf akimsifia sana Hassan
Hassan al-Banna, bali mpaka baadhi ya kauli zake zinatumika pale. Kuna sehemu aliyokufika Said Jaf, kijana ambaye anafahamika elimu ya dini, hafai kusemea Uislamu, lakini kwa sababu anafanya kazi pale, anafundisha pale, basi na yeye anaonekana bana usemee Uislamu. Naam, nasema watu wanamsema vibaya Hassan al-Banna wakati amekufa shahidi. Yaani wanaitakidi kwamba Hassan al-Banna vile ambavyo alinyongwa na serikali ya Abdullah Nasir wakati akitaka kuipindua, wao wanaitakidi kwamba amefanya kazi nzuri na amekufa ni shahidi. Maikhwani wa Muslim University of Morogoro wengi ndio wako hivyo na fikra zao, na wengi wao fikra zao ndio ziko hivi. Sisi watu waliokufa katika vipi vya namna hii hata ukufurishi. Sifa yetu ahli sunna wal jamaa, tumuiti Muislamu kuwa ni kafiri, kadhalika tumuiti Muislamu kuwa ni munafiki mpaka kwa vigezo vya kisheria, isipokuwa tunasema amekosea na njia yake ni mbovu, na watu wajitahadhari na njia hiyo, wasipite njia hiyo. Hiyo ndio uadilifu wetu, huo ndio uadilifu wetu. Hata hawa sisi hatuwaiti wanafiki, wao sikusema hivyo wanatuita wanafiki, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kumuita Muislamu nafiki. Wao tukisema hivyo wanatuita wengine makafiri, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametahadharisha kumuita Muislamu kafiri. Sisi hatuwaiti hivyo, na hata mimi wakiniita hivyo kesho sitawaita hivyo, kwa sababu msimamo wetu ahli sunna hatumkufurishi mtu ovyo. Hata akifanya mambo makosa makubwa hatumkufurishi ovyo isipokuwa kwa vigezo vya kisheria, wala hatumwiti mnafiki ovyo mtu isipokuwa kwa vigezo vya kisheria. Kadhalika hatuitakidi mtu kafa shahidi katika mazingira ambayo moja namna mbili, ima katika mazingira ya kifo cha sasa hivi, si jambo la kawaida mtu kusema fulani kafa shahidi, lakini mbaya zaidi mtu kafa katika kifo ambacho ni kifo ambacho kimekhalifu njia sawa sawa, akiwa katika mbinu za kupindua utawala, akiwa katika mbinu za kuhamasisha watu waachane na itikadi ya sawa sawa ahli sunna wal jamaa, huwezi kusema kafa shahidi. Kwa ndugu zangu, sisi tunasema hiyo ni miongoni mwa njia ambazo wako nazo, na kadhalika wanaona kwamba mambo wanayofanya ni mambo ambayo yako katika hali ya sawa sawa. Nitamalizia kwa alama moja kutokana na muda. Miongoni mwa alama ambazo wako nazo maikhwani, na sehemu yote ambayo utawakuta wako nayo, wao wanaiga sana sana mila za Kiyahudi na Kinaswara kwa utaratibu wa dini yao. Wanaiga mila za Kiyahudi na Kinaswara kwa utaratibu wa dini yao. Hawaigi mila za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hawafati utaratibu wa Qur'ani na Sunna. Hawafati utaratibu huo, bali utaratibu wa Qur'ani na Sunna baadhi yao wanaosema vibaya. Mfano, ukimkuta mtu kama Bilal Maduva mara kadhaa tu, si mara moja, na hata angekuwepo hapa ningesimamisha nikamwambia siku fulani, dakika fulani, muda fulani usimama ukasema hivi. Muslim University of Morogoro asema hivi, watu wanasema sisi ili tufanikiwe tunatakiwa tufuate Qur'ani na Sunna. Akasema hivyo, kisha akamalizia akasema Qur'ani na Sunna, Qur'ani na Sunna. Kwani hao makafiri wanaofanikiwa wanatumia Qur'ani na Sunna? Mbona makafiri wanafanikiwa, wao wana dola, wana jeshi, wao wanatumia Qur'ani na Sunna? Kwa nini mnasema sisi tufuate Qur'ani na Sunna? Haya maneno, lau kama sisi ahli sunna, sisi dawa ya salafia tungekuwa tunakufurisha, tungemkufurisha, lakini hatukufurishi. Ni maneno mabaya sana, anatakiwa atubie. Tunamnasihi atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Waislamu mwongozo wao, katiba yao ni Qur'ani na Sunna. Si kwa sababu wale wamefanikiwa katika dunia kwa jambo fulani na jambo fulani, sisi tupilia njia hiyo. Haiko hivyo, na ndio maana utakuta mbinu zao wanazoiga hivyo, kwa sababu kule kumehalalishwa maandamano, wao wanaandamana kila siku. Kukitokea hili waandamana kwenda serikalini, mpaka watafuta visa vya kubumba kumsingizia bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au masahaba wake eti waliandamana. Uongo mkubwa, kuhalalisha baadhi ya vitu kama vile maandamano. Sisi katika sheria yetu haiko namna hii. Kwa hao watu wa Mungu na wengineo ambao wamewarithi na katika vyombo vya habari ambapo wanatumika wakahalalisha vitu kama hizo maandamano, wafahamu kwamba hii sio dawa yetu, bali kwa sababu wao wanapenda kuiga mila za Kiyahudi na za Kinaswara katika utaratibu wao ili wafikie malengo yao wanayokusudia na wanayohitajia. Si njia aliyotufundisha bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na sehemu nyinginezo. Ndio maana wanaathiri sana na athari zao zimekuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo ni miongoni mwa alama ambazo utakuta wako nazo za kujifananisha au za kuiga taratibu zao. Wakitaka kufanya hilo wanaona Mayahudi wanafanana, wale wafanya vipi, wale wanafanya vipi, wanaanza kulazimisha mpaka baadhi ya aya ziendane na matamanio ya nafsi zao, mradi wafikie jambo ambalo wanalitaka wao na walikusudia wao.
Ndugu zangu, nilitaka nimalizie kwa pointi lakini naomba niongezee nyingine moja ya mwisho. Kadhalika miongoni mwa alama ambazo za ikhwan al-muslimun ni kuasisi jambo la al-imara fi al-hadar, uamiri katika hadhar. Watu wako sehemu fulani eti wanaamiri wao na kiongozi wao, akitoa amri wanafanya, tena wanaapishwa kumtii kiongozi huyo kama walivyokuwa wanaapishwa kuwatii Hassan al-Banna, Said Qutb na wengineo katika viongozi wa kiikhwan, namna walivyokuwa na hapo kuwatii. Hata ukisoma kitabu hiki cha huyu mwanamama utakuta baadhi ya mambo ameelezea namna ambavyo wao waliapishwa kuwatii viongozi wao na kula kiapo cha moja kwa moja. Kwa hiyo akiamrisha jilipue, maadamu ni amiri kaamrisha lazima uende. Huwezi kumkhalifu amiri, utamwachaje amiri bwana? Bali utakuta mpaka kwenye baadhi ya vyombo vya habari, kwenye redio, vipindi Mwangaza na vinginevyo, wanasema sisi tunatakiwa tuwasikilize viongozi wetu. Ni maamiri wamesema. Maamiri ndio kina nani? Sisi tunafahamu kwamba amiri katika nchi anakuwa ni mmoja. Ama wengineo viongozi watakuwa ni maimamu katika misikiti, ni mashaikh wanafundisha, au amiri wa fulani anawaamrisha watu, anawaandamanisha, anawatoa hapa na kuwapeleka hapa. Likifanyika hili, fahamuni ya kwamba huu si Uislamu bali ni ikhwan, ambao kama tulivyotangulia kutaja wanachuoni wanasema ikhwan ni katika firaqi, ni katika mapote ambayo ni katika mapote 72 yaliyopotea, si katika pote la ahli sunna wal jamaa lenye kuzishika sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na jamaa ya masahaba wakaishi kama vile walivyokuwa. Kwa swala kuhamasisha la kuweka uamiri mwingi na watu wakawa na amiri wengi sana, jambo hili lina athari. Watu wanaweza kuamrishwa jambo ovu lakini hawezi kukhalifu, lazima watii kwa sababu wameamrishwa na amiri. Watu wanaweza kuamrishwa jambo fulani ambalo halimo katika kitabu na sunna, wanasema eti wameamrishwa na amiri. Hakuna uamiri wa namna hiyo. Hayo ni mambo ambayo yamesiwa na ikhwan muslimun. Lakini fikra hizo za ikhwan zimepenyezwa mpaka baadhi ya vijana wetu au vijana wa tamsia, vijana wadogo mashuleni. Hiki kikundi cha tamsia, waanzilishi wake na wasimamizi wake wakubwa pia ni maikhwan. Tamsia, Tanzania Muslim Student Association and Youth, Tanzania Muslim Students and Youth Association. Kikundi cha vijana eti kinahusisha vijana kuanzia level ya nursery mpaka level ya PhD. Kwa kila mwanafunzi basi anatakiwa awe katika chama hiki. Na vijana sasa hivi wanasema wamekipanua sasa, baada ya kuona maikhwan ndo kazi zao. Baada ya kuona sasa wanafunzi peke yao hatutoshi, wakasema na vijana sasa hivi wameingiza na vijana and youth. Imeingia nadhani mwaka jana mwaka juzi. Ili na vijana ambao ni wauza sokoni, vijana ambao nao bodaboda nao waingize ili wapate vijana wengi. Hizi ni fikra za ikhwan, za mambo yao ya kutaka kupata watu kwa ajili ya kupata kikundi kikubwa kwa ajili ya kupindua serikali au kufikia malengo yao ambao wako nayo. Si malengo ya kuelimisha watu na kuwafundisha watu Uislamu aliowekeza Allah Subhanahu wa Ta'ala na bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Na hizi fikra utazikuta ziko katika baadhi ya vikundi pia ambavyo wako navyo, kama hiyo TAMPRO, Tanzania Muslim Professional Association, is it organization. Ni kikundi cha wasomi wa Kiislamu wote. Kila msomi awe ni mwalimu, awe ni dokta, awe ni manager, awe ni nani, wanamuita aingie kwenye kikundi kile. Hizi ni fikra za ikhwan wa hizbia. Sisi hatukubaliani na fikra za namna hii. Watu wasomeshe dini. Dawa yetu inahimiza watu watulie, wasome Qur'an na Sunna, wabadilike fikra zao, wabadilishe nyoyo zao, waitakiri na waamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabadilishe vitendo vyao. Dawa yetu ahli sunna wal jamaa aliyofundisha bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inatulea namna hiyo ya kwamba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, Allah habadilishi yale ambayo yako kwa watu hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wabadilishe yale ambayo yako kwa wao, yale ambayo yako kwenye nafsi zao. Bali kila ambapo mtatumia mbinu ambazo si za sawa sawa, mtajiharibia, mtavuruga. Hao waliotaka kufanya hivyo kina Hassan al-Banna walinyongwa wala kufikia utawala. Kila Said Qutb walichinjwa na wengine walinyongwa. Na njia mbalimbali zilitumika, na kwa sababu hizo hawakuweza kufikia malengo yao. Na kwa sababu si njia za sawa sawa, ni njia ambazo za ovyo, basi mpaka leo hata maikhwan ambao wanasema kwamba wamepata utawala Misri pia hawajafanikiwa. Dola ya Allah Subhanahu wa Ta'ala haipo. Hakuna kusimamisha kitabu wala sunna. Bora Saudia haijapitia njia kumwaga damu. Wapo maulama, wapo wanawachuoni. Tena hawa watu wanaisema vibaya maulama wa Hijazi, kama wanachuoni wa Makka na Madina, wanachuoni wa Saudia wote ni vibaraka. Kwa nini vibaraka?
Ukisikia kauli hizo utazisikia hapo Muslim University. Kijana mmoja bwana anaitwa Suleiman anasema, mimi baadhi ya watu ambao wanawaamini wanawachuoni wa Hijaz, sasa wanasema wanawachuoni wa Hijaz kwamba wao ni vibaraka kwa sababu hawahamasishi maandamano. Watu wakiandamana wanachuoni wa Hijaz, wanachuoni wa Saudia, wanasema jambo hili ni haram, halimo katika sheria ya dini. Sio wa Hijaz peke yao. Ninyi jamani maikhwan mnaelewa vibaya, hamsomi dini. Mbona wanachuoni wa Yemen pia wanasema hivyo? Mbona Sheikh Mukbil alisema hivyo? Mbona Sheikh Yahya al-Ajuri anasema hivyo? Mbona Muhammad al-Imam anasema hivyo? Mbona Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi anasema hivyo leo hii? Mbona wanachuoni wa Yemen wanasema hivyo? Kadhalika mbona wanachuoni wa Sham wanasema hivyo? Kina Nasruddin al-Albani anasema hivyo. Kina nani ambao wamerithi dawa yake wamesema hivyo? Eid Salim bin Eid al-Hilali na wengineo. Si wanachuoni wa Makka na Madina, wanachuoni wa Saudia, bali wanachuoni wote wa ahli sunna walipo wanaitakidi kwamba mambo kama ya maandamano na vurugu hizo, mambo ya kujilipua, mambo ya mapinduzi ya serikali na mambo ya namna hiyo, sisi tunaitakidi kwamba si mambo ambayo yametokana na Uislamu, si mambo ambayo yako kwenye Qur'ani na Sunna. Wao wanawasema vibaya na kuwatuhumu wale. Lakini sasa angalia Saudia, hakujafanyika umwagaji wa damu, hajapinduliwa serikali wa nchi, hakujafanyika maandamano katika nchi kwenda kwa kiongozi wa serikali, lakini sheria ya Allah ipo. Na alhamdulillah, kwa sababu dawa inafanyika katika utaratibu mzuri, mpaka serikali imeikubali dawa. Serikali ya Saudia imeikubali dawa. Ukitokea jambo lolote wanaitwa wanachuoni wa Hijaz waje kusema. Wanaitwa, njooni jamani, hili mnasemaje? Ndio wanatoa fatwa. Ndio kiongozi wa nchi anafanyia kazi kwa sababu ameikubali dawa ya utaratibu. Dawa ile inafanya utaratibu mpaka kupatikana amani. Leo hii mtu yuko Saudia, unaweza kuacha duka la dhahabu, sio duka la vitenge au viazi. Duka la dhahabu, duka limejaa dhahabu, unaacha wazi. Pengine kuna pazia, wewe unaacha wazi, tunaenda unaswali. Saa moja masaa mawili unaenda na lunch, unapata unarudi unakuta hakujaibiwa. Hiyo ni Saudia. Hakuja mwaga damu wala maandamano. Mbona huko Misri hakuna utaratibu kama huu? Vibaka tu, bali wale wanaoandamana wenyewe wanaiba. Hata hapa Tanzania wakiandamana wanapora, wanaiba, wanavunja, wanaiba. Mbona Saudia hakujafanyika hivyo lakini amani? Mtu anaacha kitu chake hakiibiwi. Gari linaweza kupaki sehemu safi kabisa kwa usalama na mstarehe. Huko kumepinduliwa, kumefanyika mambo ya namna hiyo. Lakini mbona huko Misri ambako kumemwagwa damu, vurugu za kila aina, mapinduzi, maandamano, damu zimemwagwa tokea kipindi hichi cha kina Hassan al-Banna, leo umepatikana utawala lakini bado hakuna usalama. Saudia leo hii mtu akifanya kosa katika makosa ambayo ni kisheria kuuawa, kama mtu akiua, wanachuoni wanatoa fatwa, wanaulizwa juu ya jambo lile, wanahukumu kwa kusikiliza kesi. Ikitolewa fatwa kwamba mtu aliyefanya jambo hilo auawe, anapelekwa uwanjani, tena tangazo katika idhaa, redio ya serikali kwamba mtu fulani leo anapigwa panga kwa sababu na yeye ameua. Jambo hilo linatokea na kunapatikana amani kubwa. Inaweza kupatikana miezi mingi, miaka mingi, watu hawajafanya tukio hilo kwa sababu linaadabisha na lilikuwa na nidhamu. Lakini nchi hizi ambazo kunapatikana maikhwani, zaidi ya vurugu, mapinduzi, kuingiliana vurugu na nchi, Marekani kumefanyika nini, Mayahudi na nini, vurugu za namna hiyo ambazo haziwafikishi watu kwenye kufanikiwa. Hizi ndio hali ambazo sisi tunasema si katika dini, si katika dawa ya ahli sunna wal jamaa, ni katika dawa ambazo ni mbovu. Watu wanatakiwa wachukue tahadhari juu ya dawa ambazo zinafanana hivyo. Huku kumepatikana amani Saudia, lakini wao wanasema vibaya viongozi wao wanawachuoni wa kule eti kwa sababu kuna ufalme, kwani ni haramu kutawala ufalme? Ati kwa sababu pengine baadhi ya wazungu na wa Marekani wanaingia Hijaz, wanaingia Saudia, kwani ni haramu mtu akiwa kafiri au akiwa Yahudi au dini yoyote ndio asiingie katika nchi ya Waislamu? Lakini kwa sababu ya fikra zao mbovu walizonazo, na wao wanataka wala hawezi kufanikiwa, ni vurugu. Ni kwa sababu wao si wenye kima cha ilmu, si wenye kutanabai kwa kupima mambo kwa mujibu wa kitabu na sunna, wakaweza kupeleka mambo kwa muktadha ambao unatakiwa. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi tunaamini ahli sunna wal jamaa kwa mujibu wa dawa ya salafia kwamba tuna uwezo wa kufanikiwa na Waislamu wakapata nguvu na izza na heshima, na bila kutumia njia ambazo wanatumia maikhwani, endapo watarudi katika dini yao ya sawasawa kama alivyotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala na kama alivyotuelekeza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikafikia hatua watu kitawaje sheria ya Allah, basi wako tayari
watu wanasikiliza na wanatii, hawako tayari kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia kitabu na sunna. Watu wamesimama katika njia ya sawa sawa. Kwa hiyo tunazinasihi nafsi zetu na tunazinasihi nafsi za hao watu wengine maikhwan, ya kwamba warudi katika Qur'ani na sunna. Hatujawakufurisha, narudia, hatujawaita makafiri na hatujawaita wanafiki. Tunasema ni watu wa bid'a na ni watu wa batil, na katika njia walionayo ni njia ambayo iko katika makundi 73 yenye kupotea, si njia ya ahli sunnati wal jamaa. Na kadhalika tunawanasihi Waislamu, tazama na angalia maslahi, tazama na angalia maslahi. Hatuoni haja endapo kuna vurugu za namna hii na ikhwani huko namna hii, mtu lazima aende kusoma chuo kama hicho, bora kusoma vyuo vingine vya serikali, bora kusoma vyuo vingine vya serikali. Ikiwa unaenda katika mazingira kama haya ambako kunatukanwa dini, wanatukana wanawachuoni, na unapandikizwa fikra chafu ovyo, fikra ambazo haziko katika njia sawa sawa, bora usiende pale, tafuta sehemu nyingine ukasome dunia yako, ukajifundishe dunia yako. Wallahu ta'ala a'lam. Nadhani kwa ufupi huu ni muhadhara ambao tuliandaa kuungana na darasa yetu. Tulipofikia katika kipengele cha kuonyesha namna ambavyo manhaji yetu inatuamrisha swala la jamaa, kuungana na kuwa pamoja, na tukataja kwamba kuna baadhi ya makundi yanaona kwamba sisi tunakataa umoja kwa sababu ya njia hizo ambazo wao wanazilingania, sisi tu tunazitaka. Lakini sisi tunahitaji watu wawe pamoja, na watu wawe kitu kimoja, na watu wenye kusikilizana. Waislamu wasimame katika manhaji ya kitabu na sunna. Mayahudi na manaswara tuwalinganie katika njia ambayo ni sawa sawa. Id'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bishi hapo inshallah. Lakini kwa sababu imekuwa ni muhadhara na pengine umechukua muda mrefu kidogo, unaweza kuwa na swali labda.